Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Katika mwendelezo wa somo la vijana, nataka nizungumzie jambo moja katika somo linalosema Mungu anaweza kutuamini tena vijana. Katika maisha ya vijana kuna mambo mengi yanatupata kama nilivyokwisha kusema kwenye masomo mengine. Lakini yako mambo ambayo ni msingi na king'ang'anizi kwenye maisha yetu. Yanakuwa kama involuntary action kwetu. Nataka nizungumze dhambi 3 ambazo zinatutesa sisi vijana. Lakini leo nitazungumzia dhambi moja kwanza kwa sababu ya muda wetu. Katika dhambi ya kwanza inayotutesa vijana ni uzinzi wa sherati. Nilizungumza kwenye masomo yale niliyotuma TikTok kwa mabinti kuanzia miaka 12 hadi 25, hapo ndiko wanakomezwa na hiyo dhambi. Lakini kwa vijana wa kiume wengi kuanzia miaka 16 mpaka 30, 35 huko 40 ndio wanajistukia kwamba nilikuwa katika shimo la dhambi ya uharibifu. Katika dhambi hiyo ya kwanza, ziko mbili nitazungumza kwenye somo linalokuja. Biblia imeonya sana kwenye eneo hilo na hakuna mtu kwenye maisha chini ya ulimwengu huu anaweza kabishana na kilichoandikwa kwenye Biblia. Kwa sababu Biblia ni mfumo mzima wa maisha. Neno la Mungu lililokusanywa kwenye vitabu ikaitwa Biblia. Hayo ndio mfumo mzima wa maisha yetu. Either unataka au hautaki, lakini utayaishi tu. Kwa majira yako unayoishi, ukilala, ukiamka, ipo kwenye Biblia. Kwa namna maisha yanavyoendeshwa na mifumo ya kiserikali, yote ni Biblia. Ukiona mihimili mitatu ni Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ndio nguzo zake Mungu hizo. Ukiona katiba, ujue ni Biblia. Imeandikwa kwenye Biblia, sheria, amri 10 za Mungu. Kila kitu kinakuwa transformed, kinakuwa articulated kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo ninataka nizungumze na vijana eneo hili sasa ambalo linahusu dhambi ya kwanza yenye nguvu hiyo nimekuambia, uasherati au unzinzi. Unzinzi, uasherati ni neno ambalo si geni kwa masikio ya mtu. Ni dhambi inahusiana mwanaume na mwanamke kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi kabla ya wakati au kabla ya kuoana. Maana wale walioana inaitwa kuzini. Mungu atusaidie sana. Katika wimbo ulio bora anaandika mwandishi Mfalme Suleiman 2:7 anasema, enyi binti wa Yerusalemu, na wasi kwa pana kwa ayala wa porini, msiamshe mapenzi au kuyachochea mpaka atakapoona vema yenyewe. Na kwenye waraka wa kwanza Yohana 2:14, ile andiko ambalo nilisema kwenye somo lililopita, Biblia inasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Nikasema Mungu anaamini sana vijana wa kike na wa kiume, lakini kwa maonyo ya vijana wa kiume yamekuwa mengi sana kwenye Biblia, na maonyo ya mabinti au vijana wa kike yapo kama yamejificha, yazungumzwi sana. Lakini ukiona kwenye wimbo ulio bora, Biblia inaonya, inazungumzia habari ya kuamsha mapenzi. Wale wote ambao wamejihusisha na mapenzi kabla ya kuingia kwenye mahusiano rasmi ya kindoa, lazima yamewaslap, lazima yamewaumiza. Lakini faida ya wale ambao hawakujiingiza, aidha waliingizwa kwa bahati mbaya sana, kwa kuangushwa na watu wengine, utakuta Mungu aliwapa neema wakaendelea na safari ya mahusiano mema. Kwa sababu nataka nikutajie mambo ambayo actually yatakusaidia usipojihusisha kwenye mahusiano kabla ya wakati wake, kabla ya kuingia kwenye ndoa. Jambo la kwanza, hautaumizwa moyo hata kidogo na mambo ya mapenzi. Na faida nyingine, hautaharibiwa future yako, kesho yako ya kujenga familia haitaharibiwa kabisa. Kwa sababu ile agano la Mungu na kuwa nalo, ile ambalo binti anazaliwa nalo au mwanamke. Ninapozungumza agano, najua ni agano la damu, na agano la damu ambalo hilo ndilo linasababisha binti au mwanamke aolewe, linakuwa ndani ya yule mtu ambaye yule mwanamke ambaye au binti ambaye hajajihusisha na mahusiano kabla ya mapenzi. Kwa lile agano linaenda kukulinda hata ukakutana na mtu mbaya kwenye mahusiano yako, wewe utakuwa favored na Mungu kwa sababu uliingia kwenye mahusiano ukiwa pure kabisa, ukiwa halisi kama Mungu alivyokusudia kwenye Biblia. Jambo lingine ambalo ni faida, utakutana na mtu sahihi. Unapokuwa hujajihusisha kwenye mahusiano kabla ya wakati sahihi,
mara nyingi watu hawa wanakutana na watu sahihi ambao wanawaheshimu, na wale watu wanakuwa kwenye bondi ya kuwaheshimu kwa sababu alimkuta mtu ana heshima. Kwa hiyo ndio faida ya kwanza kwa kifupi. Nitachambua katika somo lijalo. Lakini hasara ipo kubwa sana. Hasara nyingine kwa mtu ambaye kijana amejiingiza kwenye mahusiano kabla wakati, lazima unapoteza kibali. Kibali ni favor. Biblia inazungumzia favor. Favor ni kufanyiwa jambo au kukubalika. Unaweza ukafanywa jambo hata hukustahili, au kukubalika mahali unapoenda unapoingia na kutoka. Unaweza ukaenda kuomba kazi ukapata kibali. Unaweza ukaingia kwenye mfumo wa kwenye interaction na familia fulani ukapata kibali. Chochote unachokifanya unapata kibali. Lakini unapokuwa umeanza hayo mambo kabla wakati, my friend, kibali unakitafuta kama vile madini yanavyochimbwa chini. Lazima udrili sana. Lakini jambo lingine, unapata heshima. Watu wengi ambao wameolewa wakiwa na usichana wao, wameolewa wakiwa na heshima wao, wanaheshimika sana kwenye hizo jamii. Hata wakapitia zile changamoto za kindoa, za kimahusiano, unakuta mara ya mwisho inachokuja kumheshimisha ule mtu ni ile heshima aliyoingia nayo kwenye ndoa wakati anaolewa. Unakumbuka kitabu cha Esther kinazungumza sana habari ya maisha ya binti mmoja anaitwa Esther, ambaye alikuwa binti yatima, alikuwa kwenye utumwa kama msichana wa kazi, kama housemaid. Wasomaji wa Biblia wanaelewa. Yule binti actually, wakati mabinti wameitwa wengi na mfalme, baada ya mke wa mfalme kuwa amefanya makosa, mfalme anataka mke mwingine, Esther alipata kibali. Biblia inasema binti alikuwa bikra, yule alikuwa hajawahi, lakini alitunza kile alichonacho. Wasichana wengi, hata wengine wamezaliwa kwenye familia maskini, hawezi kuamini kama hata hichi Mungu alichoniumba nacho ndiyo mtaji wangu, kwamba hichi ndicho nitakachoenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, niko hapa. Of course sina hela, sina elimu, au nina elimu sina kazi, maisha ya nyuma, lakini Mungu nimejitunza, niko na lile agano ambalo uliniumba nalo. Esther ilimsaidia kutoka house girl mpaka kuja kuwa malkia. Sijui wewe utakapoenda mbele za Mungu nini utakachomuonyesha. Lakini Mungu atusaidie sana kwa sababu Mungu ni wa rehema. Lakini hayo mambo mawili niliyozungumza ambayo ni faida, kwamba unapata kibali au potezi kibali chako, lakini pia unapata heshima, ni mambo ya msingi sana. Ukiangalia maisha mengi ya mabinti au wanawake ambao wapo pia, na sisi vijana tupo, tunataka kuwaoa, unakuta mara nyingi kwenye kugombana kwao, kwenye kupishana, mwanaume anamdharau yule mtu jinsi alivyomkuta. Sasa kila mwanaume ana akili hiyo kwamba binti ambaye anataka kuolewa anatakiwa aweje. Sasa Biblia haijazungumza sana kwa habari ya mwanaume au mvulana kwamba anapotaka kuoa ni nini kinamuonyesha kama credibility kwake, kwamba yeye naye ni mtu wa kujihusisha na mahusiano kabla. Si kwa matendo, si kwa kusema, lakini Biblia imemfavor sana mwanaume eneo hilo. Lakini kwa binti nimekuambia imekaa katika hali ya negative sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Lakini Biblia imetolea mfano wa wanyama wa porini. Tafsiri nyingine ya Biblia ambayo ni Kiswahili cha kisasa inasema, na wasihi enyi wanawake wa Yerusalemu kama walivyopa au swala. Unaona, anazungumza wanyama wa porini, msiachochee wala kuyaamsha mapenzi hadi hapo wakati wake utakapofika. Kwa hiyo umezungumza in general wanawake, msiamshe mapenzi mpaka yatakapoona vema. Lakini kwa nini amezungumzia wa porini wale, kama wamefanana na mbuzi wale wanyama? Wale wanyama wana mfumo wa kuishi, wale ambao wamesoma habari ya wanyama pori, wale wanyama wana mfumo wa kuishi kwa makundi, na katika kundi moja la majike wa wale au swala anakuwa na dume mmoja ambaye ana nguvu, anawamiliki zaidi ya 5, zaidi ya 10. Kwa hiyo unapoona wale walipozaliwa kabla hawajakuwa, wale madume hawaruhusiwi kuwagusa, wanawalinda, wanawatunza. Na inapofikia hali ya kutaka uzao ndo wanajihusisha kwenye mahusiano. Kwa hiyo tunapata point gani? Ni kwamba mahusiano ya kimapenzi yanatakiwa mwanamke yafanye na mwanaume pale anapotaka uzao. Sio mimi nasema, ni Biblia imefanisha na hapa. Hakuna mnyama anafanya mapenzi kwa starehe isipokuwa yule kicheche yule, ambaye sasa hata ukiitwa kicheche mwenyewe utapenda, ni neno halina heshima. Yule muda wote anafanya kicheche. Lakini wanyama wote, hata ni ng'ombe, anapotaka kufanya mahusiano na ng'ombe jike na ng'ombe dume, ni wakati wa kutafuta uzao tu. Kwa Biblia inatusihi sana, na sina la kusema sana, nitasema kwenye somo lijalo. Mungu akubariki sana. Lakini kwa vijana wa kiume upande wetu, na sisi ni lazima tujiheshimu, kwa sababu sisi ndio Mungu alitupa maelekezo ya maisha. Nilizungumza kwenye somo lililopita. Mungu alizungumza na Adamu akiwa kijana kabla hata hajaletewa Hawa au Eva.
akampa maelekezo ya maisha, akampa maelekezo ya wanyama na taratibu zote za maisha. Kwa tunayo maelekezo ya kumanage maisha. Management ya maisha Mungu alimpa mwanaume, na mwanaume aliposhindwa kuicontrol, kuiendeleza ile management baada ya kuletewa mwanamke, hapo ndipo mwanaume alianza kuingia kwenye vita na Mungu. Tukaambiwa tutakula kwa jasho. Kwa ni lazima sasa na sisi wanaume turudi kwenye nafasi yetu kwamba tunayo maelekezo ya kimaisha. Hawa wanawake wanakuja kutusaidia kutusaidia kwenye yale maelekezo Mungu aliotuamini kutupa tu. Wao wanakuja kutusaidia, kutushauri, lakini maelekezo fulu ya maisha Mungu alitupa sisi wanaume. Kwa hiyo mwanaume anapokosea, kijana wa kiume anapokosea kutoka kwenye nafasi yake kujiheshimu, kama Biblia inasema mwanaume ni kichwa cha Kristo. Hivi imagine. Alafu kichwa cha Kristo unaenda kuvuta bangi, kichwa cha Kristo unaenda kulala baa, unakuwa mlevi, kichwa cha Kristo unaacha kufanya kazi, unatamani wewe mwanamke na wewe ufanye yale mambo ya wanawake. Sasa hivi vijana wengi wanatamani kwa mashoga wapate maisha. Na nitazungumza kwenye hizo dhambi zingine mbili zinazokuja. Kwa hiyo ni kama tu shetani ametuteka, lakini tunaweza kurudi kwenye nafasi yetu. Tunaweza kujikumbusha sisi ni wakina nani. Wazungu wana msemo, wanasema if you know who you are, you know who you are not. Hebu vijana jitambueni, vijana amkeni, vijana tuamke, tujue ni sisi ambao tulitakiwa tuwalinde mabinti. Tuwakumbushe kwamba walitakiwa wasiamshe mapenzi, na sisi tusiende kuwaamshia mapenzi yao, ili wafike kwenye hatima, wafike kwenye kusudi la Mungu. Mungu awabariki sana. Nitaendelea na somo lingine kipindi kijacho. Usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook unaweza natumia Nicholas Mbaga, lakini kwenye Facebook page nyingine natumia jina la huduma God Intervention International Ministry. YouTube channel yetu ni God Intervention Ministry, na TikTok God Intervention Ministry. Usisahau pia Instagram tunatumia God Intervention Ministry. Mungu akubariki sana. Na tutaendelea na masomo yanayohusu vijana, na neema ya Mungu ni kubwa. Biblia inasema kwenye Zaburi, hulituma neno, huwaokoa, huwaponya kutoka katika uangamivu wao. Popote ulipo neno linakufikia, litayeyusha, litaondoa kila vifungo, litakuweka huru. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. Have a good day.